Shalom. Hiki ni kipindi cha yale yajayo kupitia macho ya nabii. Nami nina ujumbe kutokana na maono niliyaona yanayohusu Marekani. Katika haya maono nilikuwa nipo kwenye hii ghorofa. Nami nilikuwa nipo kwenye chumba ambacho ni almost chumba cha juu cha hii ghorofa. Na mbele yangu kulikuwa kuna a massive window, kulikuwa kuna dirisha lililo kubwa la kioo. Na kulia kwangu na kushoto kwangu nilikuwa nipo na watu tunapiga story, tunaongea tu. Na ghafla wakati tunaendelea kuongea, macho yangu yakageuka, nikawa ninatazama hili dirisha. Na nilipokuwa nikitazama hili dirisha, nikatazama juu. Na nilipotazama juu nikaona anga lote limejaa. Na hili anga lilikuwa limejaa kiumbe ambaye ni farasi mweusi. Huyu farasi mweusi alitanda anga lote. Nami nilipoona farasi mweusi ametanda anga lote, pale pale nikajua kwamba huyu ni malaika wa mauti. Kisha baada ya pale nikaanza kuwashtua wale niliokuwa nao, nikawaambia, nikiwaita, nikiwaambia tazama, malaika wa mauti huyu anashuka. Nao wakawa wananishangaa kwamba naongea nini, kwa sababu wao walikuwa wakitazama hawaoni kitu. Nikawa naendelea kuwasihi, nawaambia angalieni, huoni kwenye anga zima malaika wa mauti ametanda? Hamuoni hicho kitu? Na wale watu wakawa wananishangaa, wanasema unaongea nini? Hakuna kitu ambacho kipo angani. Na mara ghafla wakati wapo wanaongea vile, ndipo baada hapo nikapata uelewa. Nikasema okay, maana nilikuwa nimejisahau. Nikakumbuka kwamba mimi ni nani. Nikakumbuka kwamba mimi ni nabii, na kama nabii ninaona mbele, ninaona mbali kuliko watu wengine waonavyo. Ninaona pale ambapo chanzo cha tatizo kilipo. Kwa hiyo ndio maana watu hawa hawawezi kunielewa, hawawezi kuona kule nionako. Kwa hiyo nikapata ule uelewa kwamba okay, kumbe mimi ni nabii, ndio maana hawa watu hawanielewi. So mara ghafla wakati wao wanaendelea kupuuzia hiki kitu, mara ghafla watu wakaanza kufa kwa namna ambayo ni ya ajabu pale chini. Na wale watu wakawa wanaenda wanatazama, wanaangalia, wanaona watu wanakufa. Wakawa wanashangaa, wananiambia angalia, watu wanakufa huku chini. Nami nikawaambia hichi ndicho ambacho nilichokuwa najaribu kuambia. Hamuoni yule farasi juu ametanda juu? Yule farasi mweusi, yule ni malaika wa mauti. Amekuja ili kuja kuleta shida hapa. Ndipo wale watu wakaanza kunielewa sasa. So wakati tupo katika ile hali ya kutaharuki, kushangaa jinsi ambavyo watu wanakufa kwa namna ya ajabu pale chini, nikakimbia kwenda kufungua dirisha. Na nia yangu nilitaka nifungue dirisha ili niweze kushuka nikawasaidie wale watu ambao wanakufa kwa namna ya ajabu. Na ile ghafla wakati nakimbia kwenda kwenye dirisha kujaribu kufungua, mara juu kwenye yule farasi ambaye alikuwa ametanda angani, kumbe kwa juu yake kulikuwa kuna mpanda farasi. Na sasa mpanda farasi huyu hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa ni aina fulani wa kiumbe wa ajabu sana. Akashuka kwa haraka, akashuka kwa ghafla, kwa spidi isiyokuwa ya kawaida. Akashuka mpaka pale ambapo nilipokuwepo kwenye ile dirisha. Naye akaanza kupambana ili nisifungue ile dirisha. Mimi ninalivuta ili nilifungue, yeye akawa analizuia kwa upande wa pili nisifungue. Na mimi macho yangu yakawa namtazama, nimwangalie huyu kiumbe ni kiumbe namna gani. Na nikamwona ni kiumbe ambaye, jambo la kwanza, ni kiumbe ambaye hana sura. Yaani ana kichwa lakini hana macho, hana pua, hana mdomo, hana masikio. Na ni kiumbe fulani mwembamba sana, mithili kama vile anakaribia kwa mwembamba kama mifupa. Nami nikawa ninamtazama, napambana kufungua lile dirisha. Akawa ananizuia.
na nikamjua nilivyomtazama kwamba huyu ni malaika wa mauti. Naye alipokuwa akinizuia nisifanye vile katika yale mapambano yetu ya yeye kufunga dirisha na mimi kufungua lile dirisha, maana ilikuwa ni dirisha la kioo kubwa, mara ghafla katika ule mvutano na huyu kiumbe, maono yakawa yamekata pale. Nami nilipotoka kwenye yale maono, nikawa namuuliza Mungu, kwa nini umenionyesha haya kuhusiana na Marekani? Kuna nini ambacho kinaendelea Marekani? Na nilifahamu kwamba maono haya yanahusu Marekani kwa sababu wale ambao nilikuwa naona wanakufa pale walikuwa ni wazungu wengi, na vifo vilikuwa ni vya ajabu, kwa sababu hata mtu mwingine alikuwa anatembea tu barabarani, hana hili wala lile, na mara anashangaa bango la biashara linamwangukia na kufa. Mtu mwingine kule anakufa kwa namna ya ajabu, kulia wanakufa kwa namna ya ajabu. Kila mtu walikuwa wanakufa kwa njia ambazo hazielezeki. Nami nikawa namuuliza Mungu, na msihi, kuna nini kinaendelea Marekani? Kwa nini watu umenionyesha mpango huu wa adui? Ni yapi yanayotaka kujiri huko? Ndipo ambapo Bwana akaanza kusema nami. Mungu akanifunulia jambo hili kwamba tangia Rais Trump alipoingia madarakani, roho ya wokovu imeachiliwa katika nchi ya Marekani isivyokuwa kawaida. Mwaka huu 2025, mavuno ya nafsi za watu ni mengi. Watu wengi wanarudi kwenye wokovu, watu wengi wanakuja kwenye wokovu kwenye nchi ya Marekani, na shetani halitaki hilo. Shetani yupo pale kupambana ili watu wasiweze kuingia katika wokovu, ili watu wasiweze kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Watu wengi wameanza kwenda kanisani kwa wingi. Watu wengi wameanza kurudi katika njia ya kweli kule Marekani. Watu wameanza kujielewa. Watu wengi na mpaka vijana na watu wa rika ya kati na wazee wanampa Yesu maisha yao. Watu wanabadilisha maisha yao na kuja nuruni. Hivyo shetani anachukizwa na jambo hilo. Kwa hiyo yupo in alignment na huyu roho ya mauti. Kwa hiyo anaachilia hiyo mauti ili watu wafe as many as possible. Watu wengi waweze kufa kabla hawajaingia katika wokovu wa kweli. Kwa hiyo hii ni njia ya shetani kujaribu kupambana na mpango wa Mungu, kwani anaona anapoteza nafsi. Anaona kwamba watu wanakimbilia kwa Mungu, naye anapatwa na hiyo hasira. Kwa hiyo huo ndio mpango wake, kujaribu kuzuia huo mtembeo wa Mungu, kuwaleta watu katika nuru. Hivyo mwana wa Mungu, unabii huu kama nilivyosema unahusu Marekani. Leo ni tarehe 19 mwezi wa 3 2025. Na unabii huu unahusu nchi ya Marekani. Kuna mpango wa adui, mpango wa roho ya mauti kuua watu wengi kwa namna isiyokuwa ya kawaida katika nchi ya Marekani, ili kuweza kuzuia huo mtembeo wa Mungu. Na huyu angel of death, huyu roho, huyu malaika wa mauti ambaye alikuwa amesimama kupambana na mimi ili kunizuia, alikuwa anajaribu kuzuia kusudi hili, anajaribu kuzuia ili nisiweze kuachilia hii habari, ili nisiweze kunena hili jambo, kwani kama akisikia hata mtu mmoja au wawili na wakasimama kuomba, mpango wake utaharibika. Hivyo mimi siku hii leo nasimama katika nafasi yangu, katika ofisi yangu kama nabii, ili kutangaza na kuexpose mpango huu wa adui. Nasimama kama ile nuru inayoangaza katika giza, ili niweze kufunua huu mpango wa adui dhidi ya Marekani. Kila mmoja wetu, haijalishi unajisikia nini kuhusu Marekani, Mungu bado ana mpango kwa ajili ya nchi hiyo. Hivyo ni kusihi, ewe mpendwa, ewe Mkristo, uweze kuomba kwa ajili ya nchi ya Marekani,
ili mpango wa Mungu upate kusimama na mpango wa adui usifanikiwe. Tafadhali naomba usiangalie na kupuuzia unabii huu kwamba kwa vile haikuhusu wewe au haihusu nchi yako, basi uwaache tu wa Marekani waenende kama walivyo. Hapana, huo sio moyo wa upendo. Moyo wa upendo ni kusimama na kuomba kwa ajili ya watu wengine pia, na thawabu yako itakuwa thabiti mbele za Bwana. Hivyo simama, omba kwa ajili ya Marekani, kwa sababu wale ni kaka zetu na dada zetu ambao wapo katika Kristo. Omba kwa ajili yao ili wokovu uweze kuendelea, watu waweze kumiminika na kuja kwenye nuru ya kweli, waweze kuja katika nuru ya Yesu Kristo. Nawe utakaposimama na kuomba kwa ajili yao, thawabu yako itakuwa thabiti mbele za Bwana. Hii ilikuwa ni sehemu nyingine katika kipindi hiki cha yale yajayo kupitia macho ya nabii. Natumaini umeelewa unabii huu vyema. Mungu akubariki sana. Shalom.